Karibu kwenye kituo chetu cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika. Hii leo utakuwa nami Hassan Mohamed pamoja na Asia Farid. Tutazungumzia mada inayohusu umuhimu wa historia wa vijana. Asia, karibu. Asante sana Hassan Mohamed kwa ukaribisho wako. Asante. Kuna umuhimu gani wa vijana kuijua historia ya taifa lao? Lazima la umuhimu wa historia kwa vijana, upo umuhimu mkubwa sana kwa vijana kutambua historia. Kwanza kabisa, kwa kuanza na maana ya neno historia, tunajua kwamba historia ni mambo ambayo yalipita. Kwa hiyo hapo vijana wakisoma historia na kufahamu vizuri, itawasaidia katika mambo mbalimbali. Kwanza kabisa itawafanya kujua mambo mengi yaliyotokea miaka ya nyuma, lakini pia itawafanya kuwa na utambuzi wa mambo mbalimbali, kwa sababu ukiangalia katika miaka ya nyuma kuanzia 80, 70 kutoka chini hivi, kuna mambo mengi sana ambayo yametokea. Kwa hiyo vijana wakijifunza sana historia, itawapa ufahamu na kuwa na upambanuzi wa mambo mbalimbali. Asante. Wewe unahisi ni kwa nini vijana ndio wanapewa kipaumbele zaidi cha kuijua historia ya bara la Afrika au taifa lao kwa ujumla? Vijana wamepewa kipaumbele kwa sababu maalum. Hasa tukiangalia katika maendeleo ya sasa hivi, au unaweza kusema globalization. Vijana wa sasa hivi wengi wamejikita katika utandawazi tofauti na vijana wa zamani. Kwa sababu tukiangalia zamani, vijana wazazi walikuwa wanaishi na vijana wao, wanawapa story, wengine wanasimulia hadithi, na ukiangalia hiyo hadithi inakuwa na funzo ndani yake. Lakini kwa sasa hivi vijana wamejikita katika mambo mbalimbali. Kijana anakuwa hana muda wa kukaa na mzazi au kumuuliza mzazi mambo ambayo yametokea zamani ili aweze kujifunza mambo mbalimbali. Kwa sababu ukiangalia zamani kulikuwa hakuna masuala ya kubeti, hakuna michezo ya haramu ambayo inafanyika. Lakini ukija sasa hivi vijana wamejikita katika mambo kama hayo. Kwa hiyo vijana wanapewa kipaumbele kujifunza historia ili kujua, kwa sababu tunajua vijana, kwa sababu na wao wanakuwa watakuwa mwisho wa siku watapata kuwa kiongozi. Kwa hiyo anatakiwa kusoma na kutambua historia ili huko anapoenda kuongoza awe ni mwalimu katika watu wengine, kuwafunza historia ilikuwaje, viongozi wanapita hivi na kupita hivi, ili kujua namna gani ya kuweza kuendesha na kuongoza watu wengine. Kama ulivyotangulia kusema hapo kwamba sasa hivi vijana wa sasa hivi hawapati nafasi ya kukaa sana na wazazi wao kama zamani kwa kipindi cha miaka ya nyuma, kulingana na utandawazi. Na ukazungumzia swala la vijana sasa hivi kwamba hawaisomi sana historia ya nchi zao au bara lao kwa ujumla, kwa sababu wamejikita kwenye mambo mengi hususan kama michezo haramu, betting na kadhalika. Unahisi kwa vijana kuisoma historia ya bara lao au taifa lao kwa ujumla unaweza kukakuza uzalendo kwa vijana? Hilo lipo wazi kabisa, kwa sababu kijana anapojua historia ya nchi yake itamsaidia katika mambo mbalimbali. Mfano tuseme kabisa, kama tuseme unatoka nchi yako na kwenda nchi nyingine, hapo unakuwa na kitu cha kujivunia, kwa sababu unapofika kwa mara ya kwanza au tuseme umeishi kwa siku kadhaa, mwenyeji wa tuseme umetoka Tanzania umeenda Ethiopia, si ndio? Unakutana na watu wa kule wanakuambia labda naomba unielezee historia ya nchi yako. Tuseme kama hujui, utakuwa na kitu cha kumwambia, ila kama unajua historia ya nchi yako utakuwa na kitu cha kumuelezea. Hapo utajivunia, utamwambia napotoka kuna vitu hivi na hivi na hivi, mtu atakuelewa na pia atahamasika kuja kuviona vitu ambavyo utakuwa umeelezea kutokana na historia ya kitu ulichomuelezea. Na katika swala zima la uzalendo, ili mtu uwe mzalendo kabisa au tuseme kuwa mzalendo wa kitu fulani au wa nchi yako, kwanza kabisa lazima uwe na uchungu na upendo, kitu ambacho nataka kukijua. Hasa kwa vijana inatakiwa kujifunza kupitia rais wetu wa kwanza, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Jinsi tunavyojua alivyopambana na kujitoa katika kuhakikisha Tanganyika inapata uhuru. Kwa sababu alipitia changamoto mbalimbali, lakini alipambana. Yote kwa sababu ya nini? Ya upendo na uzalendo alikuwa nao kwa nchi yake. Kwa hiyo vijana inatakiwa kuwa na uzalendo na upendo wa nchi yao, ambapo itawasaidia kujua mambo mbalimbali na kutambua vitu tofauti tofauti kupitia historia ambayo utakuwa unajifunza. Okay. Umeelezea vizuri swala zima la uzalendo na umejaribu kumwongelea muasisi wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Nilikuwa na swali kuhusiana na swala zima la uzalendo. Unahisi kupitia historia ambayo vijana wanatakiwa kuisoma, je, inaweza ikawaandaa wao kuja kuwa viongozi bora wa baadaye
Na kingine kupitia masuala ya historia, kwa sababu ukiangalia katika bara zima la Afrika kuna baadhi ya viongozi walifanya vitu ambavyo sio sahihi. Kwa mfano Angola, kuna kina Jonas Savimbi, miongoni mwa watu ambao walikuwa wasaliti wa bara letu la Afrika, ambao walikuwa wanatumikia makaburu kwenda kinyume na viongozi wao. Unahisi kupitia historia unaweza kukamwandaa kijana kuwa kiongozi bora kulingana na makosa ambayo yalifanyika kabla? Tukizungumzia swala zima la historia inaweza kumjenga mtu na kumbomoa. Hasa tukiangalia katika upande wetu sisi wa huku wa Afrika. Hasa tukizungumzia rais wetu wa kwanza, Rais Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, alikuwa ni kiongozi ambaye kwanza alikuwa anahamasisha upendo, amani, umoja na mshikamano kwa wananchi wake. Kwa hiyo kupitia historia yake vijana wakijifunza wanaweza kupata mambo mengi sana ambayo wakija kuwa kiongozi wakapita katika njia ambazo walipita rais wetu. Kwa sababu tunajua katika uongozi lazima mtu kuna vitu wewe unavijua, ndio. Sasa unapopewa uongozi hujui historia yoyote au njia yoyote ya kumuongoza mtu, huwezi kufanikisha. Ndio mwisho wa siku unakuta unaongoza watu lakini unakuwa hawana maelewano mazuri. Kwa hiyo kupitia historia ya rais wetu wanaweza kupata vitu vingi vya kujifunza vijana. Vizuri sana. Asia, una ujumbe gani kwa vijana wanaokusikiliza hivi sasa kwa ujumla ndani ya bara la Afrika kuhusiana na kuisoma au kuijua historia ya bara lao? Ushauri wangu kwa vijana wanaonisikiliza kwa wakati huu pamoja na kunitizama, napenda kuwashauri kufuatilia na kujifunza historia ya bara la Afrika ili kuhakikisha wanatambua na kujua mambo mbalimbali ambayo viongozi walipitia na kuhakikisha Afrika inapata uhuru, kwa sababu itasaidia vijana kuwa na uzalendo na kuwa na uchungu na nchi yao. Shukrani sana kwa wale wote ambao umetufuatilia toka mwanzo wa kipindi mpaka hii tamati. Ulikuwa nami Hassan Mohamed pamoja na Asia Faridu. Mpaka wakati mwingine.